tumeshukuru. Mungu alikuwa amepanga leo ndio nitakuwa hapa. Nilikuambia last year nitakuja na neno langu limetimiza. Nimekuja karibu saa ya mwisho kabisa ndio tuingie February. God bless you very much. Bishop Ben na Patricia, God bless you kwa kutoka mpaka Nakuru mkuja hapa muone nikiongea kwa mchungaji Ben. Na tukiwa hapa tunamuitaga Ben, tukiwa nje tunamuita nani? Kiengei. Ni vile tunajifanya hapa tunakuitaga Ben. Wewe ni Kiengei. Hallelujah. Kiengei ni jina la kasi. Na kasi haiko bali sana na mubiri. Na muhujia hanaga wira uria arutaga atanambiriria. Ndathire kwa mundu ungi wale muthigari atanatuika pastor. Ndakwira makitaimu iria twikithirie kanitha. Ona andu marugamite ogwa kwa stand up well. Ginya ngimwira brother, uko ti police station. Akijana ne kuliganirwo. Riu nake mucungaji Ben. Wira uria arutaga kuria ni ukaga rimwego ukaigwa na hau ni wira-ini. Hau ni roho no hau ni wira-ini. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati nilikutana naye kwanza nilimuuliza hiyo watu wote wanakuja pale JCM. Niambie unataka siku moja uwe Kajura? Unataka siku moja uwe nini? Ama kwa nini unawakusanya hapo? Alikuwa very serious akaniambia mimi nataka waende biguni. Ngiona mundu mwega. Ile mundu twacokaniria ndo akenda ukajura. Uyu ajirire arenda muthie matu-ini. Na riu tone ndoko na ngumuthomera mandiko maria monanagia andu aria matagathie ku. Niguo ngumuonia oro riu ndeke mwe haha ndimwire andu aria matagathie matu-ini wona ndugathie ni tugukwe chance wirire rio haha na ugaruruke. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ninashukuru sana kwa sababu mchungaji Ben ni mtu ambaye anapenda watu. Hiyo ndio kitu cha kwanza, hiyo moyo yake ni mweupe. Hata wakati mwingine ninasikianga amekasirika. Ni watu wale hawa godre no gakuo kaingĩ ule gakoragwo ekujite. Leo uyu gake gatie kujite. Akonda kenete pa. Akena pa. Ucio niwe mundu wa Ngai ule twi nake. Ni ahũrĩrwo rũhĩ-inĩ rwa rĩtwa rĩa Jesu. Unajua kuna watu wanakusalimia na wanakupiga kifua. Lakini ukiondoka anasema shaitani hiyo ikufe. Huyu Ben ni very genuine. Kama hakupendi anasema na niye ndirenda ngania. Na tunashukuru Bwana kwa ajili yake. Na akerere andu ega haha. Meguciara ogwo ciarite haha na ihenya na ihenya na ihenya. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tulitumwa Kenya kupanda. Kwa hivyo kanisa zetu zilikuwa pole pole ndio siwe kubwa. Yeye ametumwa kuvuna. Na mtu wa kupanda na wa kuvuna wote ni important. Yeye kazi yake hamujaona watu, mtaona watu. Mtaona watu. Usifikiri ati hii kanisa ni kukwisha inakuisha, ni kuongezeka inaongezeka. Na leo kuogwo naika kara mwira ni tuguthama muthame. Amwe na tuguthonga mugathonga. Tondu riu atumitwo kugetha. Na kuri andu matumitwo kuhanda. Na kuri andu matumitwo haha nigetha mathondekwo mamenye maginetio irarehe andu niki tondu ni mbeca kweli iratuhe. Ithe ndiona ni inyu muraheana. Nie ndirecirege ni inyu muheagwo. Ndona ni the other way around na njira noguo maheanaga haha. Ndauga riu magineti no ri ni mukumioya ka mukumenyera mundu uyu mukaa kugaya kile nakio. Kwa hivyo hiyo magnet ndio tunaita anointing. Na Mungu ndiye hupeana mafuta. Mafuta haipeani na watu. Sisi tunakuja kuweka watu mafuta tudhibitishe Mungu ameweka. Lakini ni Mungu anakuanga ameweka mafuta na niwe uthuraga no egwikira na no ategwikira. Tariu gukira andu angega kuri uyu. Na ona ni ndimona prayer center magitia maguta. No kona ni maimo. Na wamoria wega keherio ni ukamera ni waimo akwira ni daimo. Ndarikia forte na gutiri kindu ndaheo na gatata. Sasa huyu
amepewa. Sasa tunashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu ambaye wanaona mhubiri akiwa mdogo. Mngeniona nikiwa mdogo, kuna watu walikuwa wananiambia, Harrison, please, enda kwa biashara haujaitwa. Nini njiritwo uguo ngerwo uguo ni mundu. Na akanjira mũrũ wa ithe witũ, tiga kwĩhenia wĩ mwĩte. Thiĩ biashara ukendie mafuku. Lakini leo hakuna mtu anaweza kuniambia hivyo. Kwa hivyo sasa nyinyi mmepata bahati ya kuona huyu akiundwa, akitengenezwa, awe kile kitu Mungu anataka kufanya, awe kanisa liko na nguvu na mhubiri ako na say hapa nchini Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mtu aliniambia hiyo watu wanaenda kwa hiyo kanisa ya Kiengei, ninashindwa kwa nini wanaenda. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia Kiengei si mtu mzuri hivi tu, ni mtu ako na mchezo sana. Ngimwira ndeke Kiengei atatu ihokeire guitaniriria maguta. Korone we wari na mundu ungi amuheire. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengine wakipatiwa kiti ya Mungu, waambiwe kiti ya Mungu ni hii, na fulani kalia siku mbili, gutire mundu wao angitigia muoyo, agiuga ntio se ukaiha thikoi, agitura ithuothe. Ndio Mungu ni Mungu, na yeye ndiye hupeana mafuta. Kama ni sisi tunapeanaga mafuta, kuna watu singepea, lakini Mungu aliwapea. Atukuzwe milele. Haleluya. Na kwa hivyo mimi nimekuja hapa na neno la amani na kumwambia saa hii ndio tunapeleka pastor wenu kwenye mtihani wa kutesti kama atakuwa bishop mzuri. Tukiona atakuwa bishop mzuri, tukuje tumweke mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo Timotheo wa kwanza sura ya 3 inasema askofu awe hivi na hivi na hivi. Asiwe anakunywa, na nimeuliza marafiki wameniambia hakunywangi. Ama anakunywanga? Haya, hiyo maneno yote imeandikwa hapo. Asiwe mtu wa kupiga watu, na sijasikia ametandika watu makofi hapa na vitu vingine. Sasa hiyo yote yakipita, tutawaita tuambie siku imefika ya kuchukua pembe, tumwagie mtu huyu mafuta. Awe askofu kamili, asitegemee tena wahubiri kukuja kumsaidia kazi. Afanye kazi, ateue wahubiri, afanye kazi yake vizuri, amuombe, maana Biblia inasema bishop ni wakili. Kama hamuna bishop, sasa hamuna wakili wa JCM. Kwa hivyo lazima tutafutie watu wakili. Biblia inasema a bishop is an advocate. Askofu ni wakili. Kwa hivyo tunataka wakili. Wakili ni kusema ukifanya dhambi, unakuja anaambia Yesu huyu hajafanya, anakutetea mpaka unakuwa cleared. Hiyo ndio kazi ya wakili. Unaua mtu kabisa na hata paga ilionekana kwako, wakili anasimama mbele ya jaji anasema my client did not kill anybody. Na kama aliua, tunataka utuambie ulimuona akiwa amevaa nguo gani. Na mwishowe watu wote wanakubaliana. Lakini kwa meo wanajua shaitani hii ndio iliua mtu. Lakini wakili amekilia. Hiyo ndio tuko karibu kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Na nyinyi mwe washirika wazuri, msiharibu hii mafuta. Ikae safi hivyo iko sawa. Wale wadada wako hapa, najua Kiengei ni mtu mrembo. Usifikirie kitu. Netigua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukifikiria kitu utamwangusha, na ile mafuta yote itamwagika. Kwa hivyo mtunze hii mafuta. Na usikubali kucheza karibu na yeye. Maana pamoja na mafuta ni mwanaume. Ama mafuta imemfanya mdada? Ni mwanaume bado. Kwa hivyo ukienda karibu na yeye unakumbuka ni mtumishi wa Mungu na tena ni mesta. Kwa hivyo unashunga mambo yake, usimumwagie mafuta. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na tukifanya kazi kwa watu wengi kama vile tumekutana hapa, usipende kukwasika. Kwa sababu kama yeye ni wa kukwaswa, please tukakukwasa kutoka asubuhi mpaka jioni. Abia jirani usiwe wa haraka kukwasika. Tugatinda haho githinginyo guthaga indo ta ici niki ni kuhingwo. Wewe uhoro wa kuhingwo tigana naguo. Sasa tukishaingia mahali kuna Mungu, tunaelewa wanadamu ni wale wanadamu tu wa kawaida. Ni Mungu amewasaidia wakatulia,
Ona andũ mahorerete haha mangĩkũhe history no tũmaikirie harĩa mathikĩrĩrie mebara atĩ warĩ ku ũgĩka atĩa ũka o hau bara. Na nĩkĩo wona mũndũ JCM ũtige kwenjera history yake wĩtĩkie ũguo arauga Jesu nĩ mwathani na ndĩ mũhonoku chikinye hau. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukishiba watu hata sisi tutawasha kuhubiri. Owe shiba bishop ukore shanga. O shiba bishop ukore mutumia onge kana gake agire tene. Wega nĩ ndũgacibe. Tero ũcio mũriganĩtie ndũgajibe. Ndũgakore shanga ucoke ũndehere thĩna haha. Bwana Yesu asifiwe. Ukishiba Musa utakuta nini? Aliua mtu. Yani. So vizuri ni kukubali hii Musa nabii. Lakini ukianza kusema na alikuwa wapi bereni, utaambiwa aliua mtu na akazika peke yake. Huyo mtu mtakubali ibada naye? Maziko na vile iko gumu, yeye alifanya peke yake. Alikuwa na nguvu nyingi sana za mwili. Shiba Bwana Yesu asifiwe. Shiba mfalme Daudi. Utakuta nani? Bathsheba, mama ya jirani. Mwenda da gushiba andu muno ndugakore mahindi mafuthu. Ukishiba Daudi utakuta Bathsheba. Shiba zaidi. Unakuta kuna mzee mwingine Mungu alimsaidia kupata mkewe. Anaitwa nani? Mnakumbuka ile mama alikuwa mzuri na bwana yake ni jiga kubwa mrefi. Anaitwa nani mama? Abigaili. Mzee anaitwa nani? Nabali. Biblia inasema ndio David aoe Abigaili. Mungu alifanya Nabali nini? Biblia imeandikwa vizuri. Mungu alimpiga gumi moja. Akakufa. Daudi akaambiwa mama iko free shukua. So hapana shiba sisi sana. Bwana Yesu asifiwe. Tukubali vile tumekuambia Yesu ni Bwana, maana Yesu anasamehe dhambi. Na mtu akiwa ndani ya Kristo ni kiumbe kipya. Ya kale yamepita na yamekuwa mapya. Enda ushiba Samson, utakuta nani? Wadada laini mzima. So vizuri ni kukubali Samson, Mungu anamtumia. Lakini ukianza kusema na anakaanga wapi, utakwasika. Saulu ambaye ametuandikia Biblia ya Agano Jipya karibu yote, alifanya nini kabla hajaokoka? Aliua Wakristo. Alikuwa anakuja ibada kama hii, anaorganize, askari wanaingia, wanachukua watu, wanaenda naye. Na yeye ndiye amekuandikia tupendane, tusiue, tusiibe. The same soul. Kwa hivyo hatujui JCM ni kitu gani Mungu anafanya, lakini tunajua revival imeanza hapa. Hii ni ufufuo imeanza hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo wale wenyeji, wale mlianza na mchungaji, muwe na moyo mzuri ya kwamba watu wakubwa kuliko nyinyi wakikuja kusikiliza huyu mtu, mnaamuka viti vizuri bila kelele. Hii kiti ni yangu, hakuna kiti yako hapa. Msilete vita ya viti hapa. Mnajua vita ya viti? Ndio kile na huna hakwa. Hata wengine wanasimama karibu na wewe wanangojea. Wanajua tu kuna saa utaamuka uende either kutoa sadaka ama uende gents ama ladies. Ukiondoka wanakalia. Hii vita ya viti si mzuri. Muwe na moyo mzuri maana hii mtu atalete watu wote wa dunia hii hapa. Na mafuta yale ako naye mnaona vile imekaa. Kwa hivyo muwe na moyo mzuri. Msiwe na ubaguzi. Na sasa ningependa niwasomee neno moja na kwa hiyo maneno nimeongea hapa Bishop Mother. Wewe ndiye ninauliza sana huyu anaenda namna gani? Na ni wewe ninakuuliza kama anacheza na wadada hapa. Na nikakuuliza kama anafanyanga mambo ambaye haifai. Nikakuuliza anakulanga nini? Nilikuwa ninamkuuliza hivyo ndio maana ile hatua inatakikana ifanywe haraka next ni kumuweka mafuta aweze kuangalia hii kazi ya Bwana. Kazi ya Bwana haiwezi kuangaliwa hivyo. Umeona sasa ameanza kuwa na wachungaji hapa na hapa na hapa na hapa. Wakiwa lika moja na yeye, watu walika wanaheshimiana kweli. Lazima tumuondoe kwa lika hii. Aende kwa lika ingine. Naye siku ile JCM itakuwa kubwa. Watu wengine waende juu, wawe lika yake bishop. Tukuje tena tumuweke ya kibishop. Sasa hiyo ndio ya mwisho. Apostolic bishop. Na tunaomba kwa sababu tunakuheshimu sana watu wengi sana mchungaji.
usitulet down. Usimame imara, ushunge hiyo mwili yako, uiambie hii usikule, hii usiguze, hii usifanye. Utakuwa pastor wetu mzuri. Tumpigie makofi jamani, mtu mzuri, haleluya. Bwana asifiwe. Na watu wengine wataletwa hapa sio wazuri vile mngepe. Ni wanaume lakini wanatengeneza nywele kama kina mama. Lazima ujue ya kwamba mafuta hii ndio imewaleta sio wewe. Kwa hivyo unyama mpaka watengenezwe. Na kuna wadada watakuja kwa hii kanisa wamevaa kama wanaume. Wasitupwe nje, wakae hapa watengenezwe. Wafae kama hawa. Nilikuwa nauliza nyinyi ni nani? Nilikuwa namuuliza wale ni nani wanafaa hivyo. Watafaa kama hawa. Kwa hivyo moyo ya kanisa ni kujua hii kanisa ni aina gani. Hii ni kanisa ya aina ya kuchukua watu wote wamekataliwa na dunia, wametupwa nje, wamefanywa bure, wameonekana kama ni useless. Hii mafuta inakusanya watu hao wote hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukisha kuwa mzuri uone kingine kamekuja, akaja kaa vizuri, kakaribishe, katatengenezewa hapa. Hii ni kama hospitali, haleluya. Na kwa hivyo wale mulifika mbele, msiwe na moyo mbaya. Mmenyonya hii mafuta mpaka naona mnarukaruka hapa, mnafanya kelele kama nilikuwa ninasikia kama ni kitu gani iko hapa. Kelele kubwa sana. Na mkubali wengine wanyonye. Wengine wakikuja usiwazuie, waambie mafuta hii imekuleta. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu amekuja hapa na anakunywa pombe, angependa kuacha pombe. Na atawachia wapi? Unaweza kuachia pombe kilabu? Unawashia hapa. Kwa hivyo ukiona mtu ni mlevi apewe kiti. Ikaushwe na nguvu ya Mungu pole pole. Mtu ageuzwe. Kuna wengine watakuja wakiwa wakubwa kama Naaman. Mnakumbuka Naaman wa Biblia? Alikuwa na ukoma lakini ni mkubwa. Mungu akaanza process ya kumshusha. Kuna watu hapa saa hii mko process ya kuletwa chini. Process ya number 1 alifanywa, aliambiwa dawa ya hiyo sura yako. Na ni msichana wa kazi anamwambia. Msichana wa kazi kuambia jemedali ni kumshusha sana. Paka alikuwa anashindwa. Si mama angejua ama mtu mwingine mheshimiwa aniambie mahali nitaenda. Lakini Mungu aliona maid ikuongereshe na ama ni ushuke ugonjwa iende. Akaenda mpaka Israel. Kwa neno la msichana wa kazi. Sometimes ni vizuri unyenyekee mpaka usikilize msichana wa kazi. Washa kumuita ng'ombe na kumuita busi na kumwambia hana akili. Anaweza kutumiwa na Mungu kukuambia Mungu anataka usaidikie wapi. Msichana wa kazi ni mtu ambaye hata akikwambia kuna kitu nilikuwa nataka kukuuliza unamwambia nyamaza. Lakini anaweza kuwa anatumiwa na Mungu leo kukushusha. Kwa hivyo wengine mko kwa process ya kushushwa. Kuanzia hapo akaenda Israel. Akaenda akakosea njia, akaenda kwa mfalme. Mfalme akamwambia mimi umenikasirisha sana. Yaani umeona unichokose. Jamaa ameenda kuomba uponyaji. Imetafsiriwa ni ushokosi. Lakini Elisha akasikia. Akasema ambia huyo mtu akuje. Huyo mtu alikuja na gari zake msafara mzima mpaka nje ya nyumba ya Elisha, mtumishi wa Mungu. Mtumishi hakutoka. Alituma kijana yake, mwambie aende pale Jordan, aigie mara 7. Na kuambia mtu huyo alikasirika. Alisema, have you told exactly Elisha who I am? Does he know who I am? Hajui. Mungu anamshusha ndiye apone. Bwana Yesu asifiwe. Akashushwa. Kijana yake ndiye alimwambia. Akasema angekuja niwekelea mkono. Kwani hajui level yangu? Mtumishi hata hakutoka, alikuwa kwa kitanda. Akajifunika vizuri. Huyo akarudi akamwambia amesema ungemwekelea mkono. Akasema enda muambie aigie Jordan mara 7. Kwenda kuangalia Jordan, aliangalia hivi. Ilikuwa wakati wa harvest. Jordan imejaa takataka, imejaa vitu vya chakula. Akasema ni mito imekosa Dameski mizuri kuliko hii. Unaniambia niingie hapa nioge? Na kuambia mzee alishushwa. Akaambiwa utaingia. Na sio mara 1, mara 7. Alikuwa anaangalia watu wake walikuwa wamekaa pale kando ya mto. Na kuambia anaibika, anaingia mara ya kwanza. Anatoka anasema mimi naweza kuua mtu. Anaingia anatoka. Mara ya 7 alipoona vile gosi imetoka, walikimbia kwa Elisha tena. Chukua sadaka. Akamwambia hata sadaka sitaki. Paka mzee akaomba mshanga. Akasema nipeni mshanga nirudishe kwetu. Kama Mungu ameanza process ya kukushusha ndio akubariki. Cooperate.
Ambia jirani cooperate. Pana lete fujo. Unashushwa. Hii kanisa nikikuja nilifikiria Kiengei tumeishi naye miaka nyingi, nilifikiria ataniweka viti ya mbele. Sasa umekaa kiti ya namba 10. Hata utapelekwa 15 ndio ukuje sasa level vizuri. Upigwe rada mpaka ukisikia tunasema unasema amen, tunakuambia hapana, kukohoa. Ni kushushwa. Wacha tuangalie watu wale hawataenda mbinguni. Wangapi hapa wanaamini watafika mbinguni bila kupingwa? Ni wachache tu wanafikiria hawatafika. Sasa wacha tuangalie msema kweli, tuone kama utafika mbinguni. Na tukiona utafika, Mungu ni mwema. Tukiona hautafika, ukubali kuokoka siku ya leo. Ama ukubali kutubu dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Na nitasoma Korintho wa kwanza 6 mstari wa 9. Mistari napenda kusoma sana. Leo nitasoma na Kikuyu, ni tafsiri na Kiingereza. Na nimeletwa na wapendwa wetu hapa. Sorry kwa kusahau. Chairman wa kanisa letu la CFF Central ndiye huyu. Ndiye amenileta hapa na mkewe. Na Pastor Kabuya amenileta na Pastor Grace hapo. Msichana wangu Helen amenileta. Hapo nyuma yake kuna washugaji wetu, Pastor Maina, simameni hapo ni waone. Mshugaji Maina, mshugaji Lea na wafanyikazi wengine tuko nao hapo. Wamesema nisikuje peke yangu hapa kwa mshugaji Ben. Na mshugaji Ben, usiwe na wasiwasi, hubiria watu hao vizuri. Wanataka kwenda mbinguni. Waambie the whole truth. Nothing but the truth. Na nyinyi mulinde mtumishi wenu asiende njia mbaya. Msupport yeye. Asiwe bega Kenya. Haleluya. Mumsimame na yeye mpaka afanikiwe. Haya, Korintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 9. Erauga atiriri, kainywe mutoi ati andu aria aganu matikagaya uthamaki wa Ngai. Mutikana heneke. Haleluya. Watu wote hawatashiriki katika ufalme wa Mungu. Na andu aganu ni andu aliku. Ni nani anaitwa unrighteous hapa na Biblia? Ni watu disrespectful. Hawana heshima, hawaheshimu watu. Mtu anatandika bibi yake vizuri na anakuja kuabudu hapa. Mundu mwaganu. Na mutumia onge kuhura muthuri wake. Nao kauga ainuliwe Bwana wa mambo. Ni mutumia mwaganu. No JCM athuri matihuraga atumia itiguo. Athuri a JCM Bwana asifiwe. No kamuhuraga atumia. Ni matigire niguo mauga. Ni mwetekania. Atumia mundu ekaga guo akaonetekania. Atumia ni mwetekania no guo. Bona sifishwa venu habitembei. Hii neno ninasoma hapa kwa sababu ile maombi nitaomba hapa ni maombi ya kubariki madhabahu hii na kubariki kanisa hii. Na ni vizuri niwahubirie vile niliitwa na Bwana kuhubiri. Niliambiwa nitayarishe watu wafike mbinguni kwa Baba. Andu aria aganu matigakinya. Mundu mwaganu aigagirira mundu kigenyo na ndangimaka. Akauga ithira kuone town mwena mundu rumiongi. Ukamwira please 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 please. Akwira tiga ukana ninde akwira na ni mundu mwaganu. Mundu mwaganu no atume nguku yaku yure na muikaraga nake na ndumenye kuria yurire. Ni mundu mwaganu. Tareke nyamba nyone ni andu igana matare maiya kindu ha kuma riria mokire guku thi. Oya guku na iguru mundu tare woya kindu kia mundu. Gogo nyothe mwe former thieves. Ndetiguo. Andu othe ha no ni former thieves. Leu koguo leu niki mungeia mungigerio. No muiye gicunje gia 10. No uiye thimu yene. Waje mundu enda gwithima kana thimu no yume ha mbere yaku na uge iPhone wona ni acomoka. Kana ucokerie mwene. Mundu ni enda kuraka ni ndahonokire fiu. Ino ni thimu ye no njie. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu akiokoka vizuri tuulise mke wake kama ameokoka. Mama akidhibitisha wewe umeokoka. Mtu ameokoka vizuri tuulise bwana yake. Tuulise watoto. Mami wanyu ni ahonokire fiu. Tondu ciana ni ciutaru cigukuona wa maguku. Uri okufiririka wakora nyama ni cireirwo.
okaya nyothe makona kweli mami ndari etikira Jesu ta muhonokia wake. Bwana Yesu asifiwe. Unrighteous people, hao watu ni watu ambao hawataona Mungu, na Biblia inasema msidanganyike. Kudanganyika ni nini? Ni kufikiria ya kwamba Mungu ataroa standard yake kwa sababu tuko wengi, ama kwa sababu tunajulikana, ama kwa sababu tuko na vitu vikubwa duniani. Tunafikiria Mungu ataroa standard. Tania uge haya ni archbishop waigira ukoragwo mwena uyu. Ukifika kwa milango ya mbinguni wanaangalia damu kwanza, tabia, mwenendo, jia na pesa unapatanga namna gani? Tone hali pesa ciukaga na kawaganu kiasi. Aya uria muriganetie mbeca wonaga ati arutaga ku tani akwire nigetha umenye waganu wake ukinyite ha arutaga ku mbeca ale mutumia ndoririo na ihenya mbeca arutaga ku akenja ikuia muthuri akoma riu ni waganu. Ni wega kumenya kule ciumaga gicunjĩ gĩkĩ warehe karĩ kĩnene atĩ ũrutĩte kũ njire cia mũthee. Aya ya pili inasema msidanganyike, thinking God will lower standards, ya kwamba hawezi kushoma watu. Mungu hawezi kushoma hii watu yote. Biblia inasema tusidanganyike. Wakati wa zamani dunia ilikuwa imejaa watu, lakini aliimaliza akabakisha watu wangapi? 8. Hata leo anaweza kufanya the same. Mtu ya pili ambaye hata ingia katika ufalme wa mbinguni ni waasherati. Mutikana hendeke, gutire ahori maraya kana ahoi mihianano kana itharia kana arume aria metuaga taka. Ikaige kwenda kwagana na kio kiugo kana jokere hanini. Gweka comparison ya Kikuyu na ya Kiingereza zinasema the same. Nikaona zinasema the same. Kwa hivyo sio kuagana, niguo kuri wa ndugu mathia kwihania ladies. Andu acio matikaingira matu-ini tondu Jesu ni akarigwo nio. Riu ndi ni ati tugwika tondu ona kuri wa dada ni njui fiu maciarirwo mareiru na riu mahana thungu. Riu kona akinya kuria no kuria makoria we tutirakomenya twagutumite we muiru roiru uginake agakinya hana muhiki, na kuna mama mwingine anafika binguni anakaa mzee, nguo ni za mzee, hata perfume ni ya wazee, ananuka mzee. So Biblia inasema msidanganyike. Waasherati ni watu gani? Waasherati, fornicators kwa Kiingereza, ni watu wale ambao wanafanya madhambi ya mapenzi na watu ambao sio wake zao na sio bwana zao, hawataingia mbinguni. Nilikutana na mkutano mwingine juzi, nikauliza watu walikuwa wengi sana, nikawauliza swali. Nikawaambia ni vizuri niulize swali hii tu na mnikubalie ya kwamba tangu uingie dunia hii kama haujaguswa mwili na mtu mwingine isipokuwa husband ama wife. Nikawauliza ni vizuri hiyo swali niulize. Wote waliniambia kwa moyo mmoja usiuleze. Nikio ndamenye ni gwathukire. Tondu ingeugire ya moko kuri andu mangerirwo hau nitukuonana hwaini ni ukonjira no. Na ndio unaona pale River Road walileta dawa ingine wa mama wanaweka wanarudi virgin. Inauzwa pale. Inaitwa virginity drops. Tu netu agucokia mama we na ciana 5 virgin. Shaitani ni julu, shaitani ni baya. Shetani angependa zote tufanye usharati. Maana anajua zote tukifanya usharati njia ya mbinguni imepotea. Riu tondu ndikuga andu moe mwako na iguru no kurio uria murigenetie uri weka uguo arauga.
Ana behave atia? Ana behave namna gani jirani? Si anacheka ovyo ovyo na hapa hakuna laughing matter. Sasa nauliza hii mabishop hii Pastor Ben hali na laughing matter. No, this is a very serious matter. Na ndo maradha kadiki. So kama umefanya mambo kama haya unatubu. Na ukisikia haikuishi unaenda kwa mtumishi wa Mungu na mwambia, "Ona wanyo na ndungariti oguo. Hali kiundu ndekire. Kuna kitu nilifanya. Hata kama unaniona nasimama hivi. Ndio usamehewe, dhamiri yako iwe safi." Lakini ile makosa makubwa ni uokoke ukuje kwa hii kanisa, alafu hiyo kasi uendelee naye hapa. Ni vibaya sana. Sasa kuna watu wanasema ati msichana wangu. Unaona wale wasichana wanamulikwa pale na kamera mbele, huyo watatu ni msichana wangu. Unaona mzee huyo, watu wanamheshimu sana. Alafu akikaa hapa aonekana na mimba. Aulize, ulipata mimba wapi? Oko kanisa ine. Sasa uko kanisani. Sasa tunaharibu injili. Bwana Yesu asifiwe. Hamu ya kufanya mambo haya ni kama hamu ya chakula. Ukisikia imekuja, unainyamasia, itaenda. Saa hii ukiona kuku, si kuna kuku nyingine ziko hapa Nairobi zinagusugukaga hivi. Na nyama nyingine iko hapa Kamakis. Ukipitia hapa uone nyama, ndio zinachomwa na una pesa. Unakula by force. Si una mesa mate ukienda. Lakini hauwezi ati kwenda hapo kusema nitakula in Jesus name. Hapana, unaenda. Hivyo ndivyo ukiona mtu mnapendana kwa kanisa, ukimwona fanya nini? Biblia inasema free fornication. Utoroke dhambi hizi na miguu. Ukiona mahali Mungu hajasemi tuombe, anasema tutumie miguu. Ni hali tu hadu. Wona kimundu ni urake ndo coke ukigirira hau ukiuga gwenda kwa namba yaku. We go. Biblia inasema utumie miguu, na free ni ukibia mpaka jacket ikae hivi. Vile umeenda bio. Hiyo ndio kuacha dhambi. Bwana asifiwe. Wadada mnasemaje? Ukiona mtu hapa ni kama ni wewe anaangalia na unajua wewe ni bibi ya wenyewe. Tukisema the grace, sukumana na hii watu. Ama ujoin protocol ndio unaruhusiwa kwenda anytime out. Maana Biblia inasema miguu. Na ukiona inasema miguu, damu ya Yesu haiwezi kufanya kazi. Andu agima mendanete ri macoke marugamite hau thakame ni yuke ku. Damu haiwezi kukuja hapo inataka bio 100 meters. Niki worira ni mundu ndiraigwa tukigucania thakame hari ai niwe ndorira. Uliza jirani, unajua anasema nini? Haya, ongeeni kidogo, muulize unajua anasema nini? Sasa shida yako ni ukienda kununua kitu kwa duka, ile mtu wa duka uone anakuangalia sana. Hata ukienda unajua wanawake wanasikianga macho yetu ikiwaangalia. Hata akienda hivyo anasikia macho yote kwa mgongo. Na akiangalia nakuta kweli na niangalia. Ukiona namna hiyo uende duka ingi, shida yako ni kwamba unarudi hapo. Ni kunyendelia ilia. Alafu unatoka unasikia tena macho ndio hiyo. Wewe utaanguka. Kama David alianguka na ameandika Bible, wewe ni Bible gani umeandika hapa Roiru? Unaenda kuitua tia wewe. Si David aliangushwa na mama wa jirani. Wewe na haujaandika Bible, utasimama? Pastor Ben ni andikita Bible. Kogo nake atumire ki? Akaisha ngali na iguru na ihenya athiete. Orio niki nenda ndonge we hau ndona. Kuna ule murakire ta mutaramenya ule ndirauga. Na muramenya biu no kamenya arari uhoro wa nie na njuguna. Iyo ingine inasema kai mutoya ati andu aria aganu mutikaga uthamaki wa Ngai. Mutikaheneke, gutiri ahuri maraya, fornicators, kana hoi mihianano. Waabudu sanamu ni mtu ambaye ameenda kwa washawi, kwa baganga, kutafuta kitu. Hata wengine wanaenda ndio wapate kiti hii ya mbele. Naenda anapewa dawa, anaambia ukienda tu pitie mbele ya pastor wenu mara 2 mara 3.
atakuita kuketisha hapo mbele. Nilienda siku moja nikasema kwa kanisa, tunataka tufunge macho maana Mungu amesema kuna watu watamaliza hapa, hatujui kwa nini anataka kumaliza. Na tukasikia huko juu ni kama kuna sema pa pa. Kaona watu wote wamekaa hivi. Nikamwambia ile kitu itatuokoa. Ile miungu yote ya kigeni huko naye, weke chini. Na mweke chini haraka. Na kila mtu afunge macho. Ikawekwa chini. Nikamwambia watu sasa rudini kwa viti. Ile vitu iliwachwa hapa. Mimi sijawahi kuona. Lakini ile nistua sana. Ni kamilioni iko hai. Na noe na toine takigosho. Kiria kiugaga aweza kwenda mbere, aweza kwenda nyuma, pande upande. Twainite. Galiguo yale gakuwa ni kamilioni. Haya, mimi napenda kuhubiri nikitaka muulize watu wengine maswali karibu na wewe. Ndio asikasirike nikifikiria nikuhubiri tu ninahubiri. Muulize kuna kitu uko nacho na ni kama anataka kutufanya bilisheni. Wadada Bwana asifiwe. Uko na kitu kwa waist? Wadugu Bwana asifiwe. Kuna kitu uko naye kwa mwili? So tufanye bilisheni. Hiyo ingine ni gani? Kanaitharia. Washarati. Ni watu wameolewa, wameoana, wanaingia kwenye dhambi za mapenzi. Hiyo inaitwa usharati. Biblia inasema watu hao hawataingia kurithi ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo ni kumaanisha kama uko hapa na unapenda kufika mbinguni kwa Baba, lazima ushunge vitu vile Mungu anasema hazitaingia. Hazitaingia. Na wale wasichana mko hapa, hakuna ugonjwa unaweza kushika ukienda daktari akupiga x-ray, kuandikia barua ya kwamba atafute mzee haraka iwezekanavyo. Uambiwe daktari ameona ugonjwa wako. Hakuna ugonjwa kama huyo. Wewe kaa peke yako. Kwanza ukikaa peke yako ndio hauli. Unaweza kuolewa unalia kama dawa asubuhi, mchana na jioni. Baba, kama unakaa peke yako, wewe tosheka ukiwa peke yako. Hauwezi kugojeka. Kwanza ndio uko mzuri, hakuna mtu anakuitisha pesa mfululizo. Hakuna mtu anaongea vibaya. Wewe kaa hivyo peke yako, hauwezi kugojeka. Kwa hivyo kama uko single ukae hivyo. Na Biblia inasema utabarikiwa ukikaa hivyo. Haya, kama hujaolewa uwe unafaa nguo zinakaa hujaolewa. Ni makosa sana kuvaa nguo za wamama na wewe ni msichana. Alafu unaenda pale kwa matatu unaambiwa mama karibu. Unasema nyamaza, mama gani? Hata sisi ukikuja hapa tukuombee, tunakwambia mama unataka nini? Unasema si mama. Na wewe kama ni madam ameolewa, ni vizuri kufanya nywele inalalia jisho moja. Unatuonea huko ndani. Uneki unaenda kuona. Kama wewe ni mama usifae kama msichana. Faa kama mama. Ndio usalimiwa vizuri, habari mama. Lakini sio unapita watu wanasema hey. Kuna nguo unaweza kufaa ukiingia kwa matatu, unasukumwa hapa nyuma baada ya mgongo. Maana umekaa kupigwa hapo, maana wewe ni mama na anafaa nguo ya wasichana. Na kuna vijana wengine nao anakaa kama mzee, hata saa hii ako na gumboot na unaona vile jua imewaka hapo. Alafu ana shida akisema unajua wasichana wa JCM wako na kiburi, nataka hivyo umekaa, unakaa kama mtu alioa na akamaliza. Lazima ubadilike uwe kijana. Na kuna wazee of course wanafaa kama vijana. Hata amefaa viatu vinapiga signal. Na ni mzee. Paka wadada wakikuongelesha wanakamua vidole. Mwadhani ya goshwa. Bwana asifiwe. Ukiona ninaongea na mdada pale akule vidole hivi, ni mimi ni Bishop naongea na yeye, anakula vidole alafu anajikuna kuna hivi, anafanya hivi nywele. Ni like niwe namwambia Yesu Kristo alikuja hapa duniani akakufa na akafufuka. Kweli.
Hiyo body language inasema ninamweleza mambo ya dunia hii. Na kwa hivyo ni vizuri na wewe ujue tunakuangalia na tunakusoma. So kama umekamatwa leo sasa ni kutubu, na nitaambia watu wafunge macho. Hata ukikuja hapa hakuna mtu ataona ni nani amekuja na ni nani si ni vizuri kufisha watu hapa. Hizo dhambi za jioni. Mchana unaiba haleluya, usiku Shetani anakuja. Unatokea ukiwa mtu mwingine. Na mmenyamaza mpaka mtu anaweza kufikiria mko watu 10. Wale watu wako kwa television, ile watu wako hapa mwisho haionekani. Na hata hauwezi kujua kama wanapumua. Mimi nafikiria nimegusa mshipa. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaona mwanaume karibu na wewe, hata kama anakaa kupiga mtu, ukiongea atasikia, mwambie wachana na bibi za watu. Kigoke unekia muingira wega. Bas. Begone ni bali. Hey. Hiyo ingine ndio nilisoma ikawa kali kwa mdomo yangu. Kanaro meale metu agataka. Sasa kama wewe ni mzee, tafadhali unakuja kwa kanisa, unaonekana hata nguo na kila kitu ni mzee. Hapana kuwa mistaken. Paka mtu anakubariki na bariki huyu mama, unamshika mkono sio mama. Ni ndugu. Lazima unahakikisha hata kutembea. Usitembee kama hapa ina swing. Hiyo ni mambo ya kike. Mwanaume ni kukauka. No tiguthi uke inagio gukauga hii. Niguthia uthia gari. Unaenda garini. Bwana Yesu asifiwe. Na nyinyi wadada muwe mnajua mwili wako hiyo ulipewa na Mungu. Kuna sehemu zake unaweza kuzitumia vibaya. Sisi tu backslide. Tunataka hii wanaume wako hapa wafike mbinguni. So wadada lazima muhakikishe tutafika wapi? Mbinguni. Kwa hivyo kama unapewa kiti hapa mbele, hapana kuja unakaa kama mzee hapa na uko na sikati. Alafu unajua sisi sasa wanaume tukihubiri, tukiona mtu anakaa ovyo ovyo hivyo, unajaribu kuangalia pande hii kichwa kinajirudisha. Mbona igwa atare kama machine keha hagaga ucokio gua. Hii ndugu muhakikishe atafika mbinguni. Haleluya. Kwetu kanisani kuna mama alikuwa amekaa hivyo kama mzee. Amekaa hivi kama mzee na ako na skati. Na kuna kakitu anakula hivi kanakaa kama kaswiti ile ya mti. Nikaona vile kichwa yangu inafanya. Nikauliza pastor mwenzangu, umesubuliwa na mama yako pale mbele? Akaniambia ndio ako pale. Nikauliza mwingine, lakini pastor wa dada hawasubuliwi. Ilibidi tutume dada mmoja pastor tukamwambia enda umwambie yule ama umuhamishe hiyo kiti. Kwa hivyo usituangushe. Hiyo ni ya wadada. Abia kila mdada ako karibu na wewe. Mamoleke tukije matuine. Waambieni. Oleke arumea makinye matuine kwa fafa. Ndukaleke makinye gwaku. Mweleze. Hata wale wadada mnatuongoza hapa. Mnaona hii kanisa ya huyu ni kubwa sana. Ukisimama hapa na nguo inaona dhuru. Tutafikiria unataka tuende kwako sio biguni. Wale wadada matoini thagio kona fio. Oyo mundada arenda athi gwake. Hendio nake rakura biguni kwa baba. Gijoka igwa tarumiro kuga gwaku. Kwa hivyo wanaume wawe wanaume na wanawake wawe.
Kwa nini Daudi alianguka? Daudi hakuangushwa na pepo. Aliangushwa na mama ambaye hana nguo. So na wewe ndio utushunge, vaa vizuri. Ndio. Kuna nguo unaweza kuvaa, tunakuwa confused. Paka unasikia pastor hapa akisema na ni mama tu anafanya hii kazi. Si hata hakuna pepo. Pepo zote ziliwachwa nje. Biguni tutafika. Bwana Yesu asifiwe. Hata biguni tutafanya nini? Kwa hivyo wadada wetu mfanye tufike biguni sisi wanaume, na usifikirie hatujaokoka. Upendo wa mwanaume huingilia kwa macho. Mwanaume akikuangalia, upendo unaingia. Naye mwanamke ndiye akupende, anafunga macho akusikilize vizuri. Ukiona mwanamke amefunga macho ndiye akusikilize, laugh. Ya mama inaingilia huko yetu. Ukiambia mwanaume ninakupenda, jicho lake linakuwa kubwa kidogo, Ingilie kwa macho. Ona. Niguo kule. Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia inasema ndoa ifanye nini? Iheshimiwe. Ndoa iheshimiwe. Kwa hivyo nikusema kuheshimu ndoa ni unakataa, hata kama unavutiwa na watu wengine unakataa kuingia kwa wao. Uheshimu ndoa yako. Na kama yako iliharibika, ugojee Mungu. Kwa sababu kuna wengine iliharibika ndoa kwa Bible na waligojea Mungu, na Mungu alifanya nini? Alikuja one day, alikuja na wakaweza kusimama. Kwa hivyo na wewe ngojea. Hapana kuwa na haraka. Na kama unalea watoto peke yako, usiwe mkali sana mpaka unakuwa baba na mama ndani ya mtu mmoja. Hapana, wewe kuwa tu mama. Hata Biblia inasema kama mwanamke amepata watoto na hana husband, aite anko ya watoto hawa, wakuje awaongelesha kama mwanaume. Hiyo ni brother yako. Lakini hauwezi wewe mwenyewe ndiye mwanaume na ndiye mwanamke, halafu watoto wanakuwa mikora mapema kwa sababu ya wewe kuwa mkali sana. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nawaambia mambo haya maana mtakuwa kanisa mzuri. Mtakuwa model church. Ile itajengwa kanisa hapa, maana ni kujengwa inajengwa. Ikimaliza kujengwa, itaanza kujengwa ingine, maana hakuna space. Kwa hivyo hii mtu namuombea karibu kila siku. Nikimuombea Mungu amsimamishe imara. Maana hii kipawa aliye naye haina watu wengi hapa Kenya. A charismatic preacher. Huyu. Ako na charisma kali sana. Na kwa hivyo tumulinde na tusimuingize kwa matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Na nimeongea sana. Ninaongea vizuri. Ninauliza my sister, unajua naweza kupita na wako na my wife pale. Ninaweza kuongea niongee sana. Na inateka mwishowe muone my wife hapa, muone. My wife nilikuja naye anilete tu. Ndiye asikize vile nitaongea kwa huyu. Na nimeongea. Kwa sababu mtu anakuanga na mke wake ndiye atayarishwe kwenda mbinguni. Usikilizange mke wako kama unataka kufika mbinguni. Kama ukikataa kusikiliza mke wako utakuwa mtu mbaya. Ibrahim kuna siku alikosana na mkewe. Akasema mimi mama msimamo wangu ni huyu kama kichwa cha nyumba hii. Mama naye akasema hapana, hii mwanamke umfukuse aende. Abraham akasema sitamfukuza na mimi ndio linda. Mungu akakuja usiku. Abraham akainuka. Akajua sasa Sara atajua, hata nitamuita aone Mungu. Amesha sasa siku nyingi. Mungu alimwambia hapana, sitaki kuona Sara, enda usikilize vile anasema ufanye. Kuna wakati ya kusikiliza mama. Maana hajashemka kama wewe, hajashokoswa kama wewe, hajawekelewa maneno kama wewe, unamsikiliza. Unasikia akiongea kama Abigail. Abigail aliambia David, wewe ni mpakwa mafuta, zima hasira, zima. Abigail aliambia David azime. Na David akasema nimekubali. Nimezima hasira. Akamwambia usiende kuua mtu. Hajakosea. Uwe na damu kwa mikono yako. Wacha. Alisikiza mama. Wanaume wale wako hapa ambaye hamsikilizi wake zenu, pesa ndio zitapotea. Kwa sababu Biblia inasema apataye mke anapata kitu chema na atapata kibali ni pesa, kujulikana na kupendeka. Zinakuchanga na mwanamke kwako. Sisi wanaume hatukuangi na veva. Veva inakujaga na madam. Ni Bible inasema, sio mimi. Ni Bible. Hata hivyo mnaona mlikuwa mnanigojea sana.
Credit yote iko kwa hii madam. Yeye ndiye alikuja na hii favor. Wakati tulikuwa tunafanya harusi watu walikuwa wanauliza, nani anaoa harusi? Yeye ndiye harusi. Nani anaoa harusi? Na wanauliza nikiwa hapo na nyamaza. Mmoja akasema ndiraigua ndeka mundu kagekena haha. Gakora ona faithikiri. Of course nilikuwa na baisikeli siku hizo. Gakora ona faithikiri na hindi yo faithikiri yo iha na matira ameona. Ndiraneti ha. Paka nikisikia wa message topic na shukua baisikeli pole pole naondoka. Hata watu wengi walikuja harusi walikuwa wanasema Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Nie njokire nyone o mundu uri urahikirie harusi. Ngaigua marathura kuga ni gaka. So favor yangu ilikuja naye. So kama uko na mke usikujage mapema kanisani unamwacha. Kana mugithie town uko ndaka bei hale nake ali hao. Kimwenda wewe nduri haki hiyo. Madam ucio thi uri arathi. Niwe wakureheire favor. Na agituma tunguhe. One. Hiyo ingine inasema nini? Na arume aria makomaga na arume aria angi. We. Mimi siku moja nilihubiri kwa kanisa siku ya Jumanne hivi. Nikauliza watu. Nikasikia Mungu akiniambia, sasa umemaliza kuhubiri, ita wanaume wale wote wamefanya dhambi na wanaume wenzao. Mimi mwenyewe kama pastor nikaibadilisha. Nikasema kama wewe ni mwanaume iko hapa na umewahi kufanya dhambi na mwanaume mwingine, kesi iko ndani yako kubwa, kesi yako ni ya Sodom na Gomora. Washirika wakitoka ubaki. Nikajua nitabaki na wanaume wawili watatu. Niliona hakuna mwanaume anatoka kwa kanisa. Nielekee make. Nikaona watu wa mama wameenda, kila mtu ameenda, nimebaki na wanaume 38. Nikawaita hapa mbele. Nikaenda moja kwa moja, niwaigua ni atia dauga. Tonde shirege manyitire ni spiritual dream. Ndo akajero ni etagwo Jatha ni mundu ucio. Riu wathokire. Kadi kwaria muno hau. Tondu wa dada nao nimeritwo handu hangi no meke mitu iriku. Na iriku ingira kanitha no guthuke thuka kanitha. To kanitha tulisifaga everything. Nilienda kanisa moja hapa Kenya. Nikaa kama pale nimekalishwa pale na Pastor Ben. Nilikaa pale. Yule msichana anatuibisha hapa alikuwa anatuibisha nyimbo mzuri. Anatuibisha nyimbo ya kufanya exercise. Tunafanya exercise. Tuna bow to God. Alituonyesha vile tutafanya. Vile aliendelea kufanya nikasikia nimemchukia. Paka nikasema haya. Nimekuja kanisa ya wenyewe kushukia msichana yule anaongoza praise and worship. Lakini nikasikia ile shuki niko naye ni baya sana. Wakati nilitokuhubiri nikahubiri, lakini nikiombea watu nikamuita nikamwambia kuja hapa. Mimi nilipoingia hapa nikakuona nilikushukia sana, unisamehe, sikujui na sijui kwa nini nilikushukia. Akaniambia ninajua kwa nini unanishukia. Kimuulia ndeke. Akaniambia mimi ni wale wanaoanga wanawake wenzao. Na nimekuja kwa hii kanisa kurecruit wa dada na sasa praise team yote tumebakisha tu wawili. Nyawera na mwingine. Hao wengine wote tumeshamalizana nao kwangu na sasa ni hawa nimebakisha wamekataa kukataa lakini nitawaagusha tu. Nikamuuliza pastor wenu anajua? Akaniambia pastor unashughulika na mambo kama hayo. Ila makiragithe praise team no ehane uguo. Mimi nimestuka. Sasa nikashindwa tutaomba maombi gani? Na kasichana kanapendwa na watu unaona kanaenda kwa mama wanakaa wanawashiwa hiyo harufu. Karo mutumia ule ugia kona ali muthakataki. Muthuri waku nionaga uyu uthakarite nginya kahutia ukamenya shaitani iri ya roga ingira kuri uyu. Tarora mudado ule wewe kwina ale behave atia. Ale behave atia. Wako no onage katwara oguo ni we.
Hiyo ingine ni gani? Mumeshoka ama nimalize yote? Ewa ngere irauga kana aici na hane tukene twi former thieves no nitwatigire. Nitwatigire. Na ndakiona Pastor Ben arogamia aici ya fungu la 10 na maroga maingĩ tiko. Bishop Ben arogamia aici. Mtikaie. Bwana sifiwe. Hata kama hauna pesa, mke wako awashi kibeti hapo kama kimefunguka mdomo. Usiigise kimkono kirefu hivi, please. Lazima ukumbusha kibeti hata kama unaona kinakwambia oka, kiambie mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana. Siwezi kuimba. Nilikuwa nimebebwa kwa basi ya zamani hapa inaitwa Kenya Bus. Ilikuwa inaenda watu wamesimama wanapelekwa na basi hivi kwa barabara. Mtu alikuwa na kibeti hapa kwa mfuko kikaendelea kutoka. Mwisho kikaniangukia hapa. Ilikuwa kimejaa pesa. Huyu tulikuwa tumekaa naye akaniambia, wewe ni wa bahati. Pesa hizo zote. Akaniambia ficha haraka. Mama alikuwa mwisho wa kiti ile namba 3. Akaniambia kawe mke gumondo. Oketana ilo figwe katia. Wewe pesa. Nikagonga mwenyewe. Nikamgonga hivi. Ndio nimpatie kibeti. Naye akaniambia, sasa ndugu na wewe umepata kiti na unaona vile nimeshoka kujishikilia. Unanigonga nini? Kunisumbua. Haya, makejera hivi ndio naona Ngai ni yako na kibeti. Mwena hivi ndarega. Ilikuwa majaribu makubwa. Mimi nikamguza ya pili, ndio sasa aligeuka. Nikamwambia ni kibeti. Alipochukua akaangalia, aliniuliza swali tu moja. Kwani umeokoka? Nikamwambia nimeokoka, Yesu ni Bwana. Huyu tulikuwa naye akasema hata mimi nimeokoka. Na madam akasema mwathani aroga so. Leule. Meito. Mtu anajuanga ameokoka na amemaanisha akiwasha kuiba. Hata kazini. Kule unafanya kazi hata kama uko kachia. Unaenda miguu na umefungia pesa za boss. Zimejaa kwa safe. Wewe kweli umeokoka. Kwa nini mmenyamaza hivyo? Huwa unaiba mahali umeajiriwa kazi? Ni wewe ya hali wandikitwo wira. Kwaje mundu angiandikwo hali ha nyama ni ndimenyaga mundu ekaga ate hali ha nyama. Tero ndakori mundu hau akiria githeri ngimuria. Korari githeri akijira nyama ni cia wira. Ngimwira ni magalio mamwe ndingihota ona reke hunjie. Yani mwenye kazi ameleta githeri. Na wanashoma nyama. Na unasema huwezi kukata. Hii ni kazi. Na kanionyesha kamera inaangalia nyama. Usikate uweke mdomo. Na ikiwa wonaga bathi kugura nyama ithe ndona magaikia kanua. To hau noho mangirira. Ni cia wira. Aici. Unaritana ndaire nguku. Na ngeongerera pocket money. Si hata wengine wenu hapa mlijiongeza pocket money. Mzee anakupatia pesa. Unaona mahali ameweka. Haijatosha. Mukahitoka na kuu nyumba kurege. Ndono rathie. Nĩ tũindo ndĩrarora no nĩ igoti rĩu ũrahiũkania narĩo. Keongera. Rĩu ũici ũcio nĩguo gũthĩnagia. Nĩkĩo ũrenda kũiya gĩcunjĩ gũkũ. Kana andũ arĩa akoroku. Watu ambao akiona uko na kitu kizuri anataka kukichukua. Akiona hiki anataka. Kana leo utie muleu ukaigira matuine. Leo njoreria kiuria kitone ndathi gukinya mwisho muri atiriri kuma honoka ri ni watigire kunyua. Ni matigire kunyua. No andu ama maitho ma wara ni ukuona. Na hii bangi. Bwana Yesu asifiwe. Bangi inakaanga kwa kichwa miaka mingapi? Haya uliza jirani tangu aokoke yako na miaka mingapi? Tumenyaga niki kiratuthinia guko JCM. Kumbe utaninete miaka mugwanja bangi iriku. No kireri. Kwa hivyo bangi haijaisha maana ni miaka mitatu. Ndio mimi siulizi watu kwa kanisa sana. Ukiona mtu amefanya kikitu, inaweza kuwa hizo vitu hazijaisha. Tangu aokoke. Leo ni watu wale wanakunywa pombe wanaleva. Kana shabania.
Kama unakuja kwa kanisa unaongea vibaya juu ya mtu mwingine, watu hao wanaongea juu ya watu wale wengine. Physically, social media, TV, kwa radio, kwa SMS, hawatakubalika mbinguni, maana wataenda kushabania huko. Nasikia mtu amekaa na kuuliza, "Ucio niwe Gabriel?" Nikaidie bwana kama mundu gacake oguo ĩ. Tamenya nako nani ahituka na ndakigeithia. Utaenda kutuharibia kule. Ndio lazima umalize kushabania hapa Roiro, alafu uende mbinguni. Mutingimuria ucio muriganitio na itamwirite na watigire kushabania. Uliwacha? Aliwacha? Kiswahili kinasema watukanaji, ado arumani. Ya mwisho kutukanana dunia hii. Siku ya mwisho wewe kutukanana, wale wamemaliza wiki moja, inua mkono. Tangu utukane mtu 1 week imekwisha. Haya. Kwa na murumanire mugioka. Bishop Ben mahubiri imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Mbinguni si mumeona? Tafadhali hiyo mambo mkikosa kurekebisha, tutaenda mbinguni muanze kutuletea shida. Ama unajua tukipanga laini kuingia mbinguni, kuna wengine watuona mbele. Wanamwambia, "Wewe akibishop niko hapa." Sasa wacha nikuambie. Nie ingiona ndaingira, kwaje ingithie kunene ndukahitie unjite. Jero tabocoke hari ka kesi kaumira. Nethie nginya mwisho wa heaven njikare ruthingo-ini rwa mwena uria. Hata mama yako hawezi kumuita. Mtu akiona ameingia hiyo kamurango, we unaenda bio. Unaenda kama unafurahi. Na tukikosa kuwa angalifu, tutakosa kuingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Inua mkono wako uombe dakika moja, mwambie Bwana, nisamehe makosa yangu. Omba dakika moja, mwambie Bwana nirekebishe, nitengeneze. Maana masaa ya kuondoka hapa imekaribia na hatutaondoka mpaka Roho ashuke vizuri, akunenea, kutengeneze. Tuko tayari kuona nguvu ya Mungu ikishuka hapa katikati yenu. Mwambie Bwana narekebisha, rekebisha. Sasa ukiwa na hai, unaweza kutubu dhambi yote dunia. Ukiwa hai, unaweza kurekebisha everything. Ukiwa as long as you are alive, unaweza kutubu dhambi yoyote duniani isipokuwa ya kukufuru roho. Unaweza kutubu hizo dhambi zingine zote. Maana ukiwa hai, rakashataraba raba raba shandaraba sakatakaraba shantaraba. Watu hao wote Biblia imesema hawata inherit the kingdom of God. Holy Spirit, you are welcome in this place. Ewe Roho wa Mungu, tunakukaribisha mahali hapa, ndio watu wako waweze kurekebishwa, kutengenezwa na waweze kusimama tena. Baba wa mbinguni, nimebariki madhabahu ya JCM. Nimeibariki hii madhabahu na kusema inawiri, na kusema hii madhabahu iko na magnet ya kuleta watu wengi sana ambao wameumia, ambao wamekosa njia, watu wengi ambao wameteswa na wengine. Baba, wapatie kikao hapa. Mpatie mtumishi wako Bwana hekima na maarifa ya kufanya kazi hapa JCM na njia isiyo ya kawaida. Ewe Roho wa Mungu, sakarabarabu, tunakukaribisha mahali hapa. Ewe Roho wa Mungu, sandaraba shandaraba puribaraba shataraba. Ninasikia bingu imefunguka, na bingu ikifunguka ni wakati wa Mungu kuguza watu wake. Nasikia presence ya Mungu imeshuka. Wema wa Bwana umekuja. Presence ya Mungu iko hapa. Sakarabarabu shitarabakata. Baba, samehe watu wako. Wasamehe walio kukosea mfalme. Wale wameenda na njia haifai, Baba wasamehe. Wale wamefinyika hawana kazi, uwape kazi kuanzia leo. Wale Baba Mungu wamefinyika mpaka nyumba hawajalipa mpaka sasa, wapatie pesa za kulipa nyumba. Wale wamekosa mabwana na mabibi, wapatie nyumba Baba. Wale wamekosa watoto, wafungue, wapate watoto katika jina la Yesu. Wale wamepitia hali ngumu za maisha, ewe Roho wa Mungu, na kukaribisha mahali hapa, ukalete uhai na uzima. Kaeni chini. Sakarabaraba robo shindaraba kanta.
La karaba rabu shindo rebe karaba shandara. Lord, we thank you for the Holy Spirit. We thank you for the holy anointing. We thank you for the grace. We thank you for mercy. Ninasikia Bwana anataka kuguza watu kwa nyumba hii. Kwa hivyo simameni mahali popote mlipo. Tusimame mahali popote ulipo. Leo Bwana ameniambia kuna watu watajazwa Roho Mtakatifu hapa. Kuna watu leo. Zima kinanda tafadhali. Wacha kukaa hivyo dakika 2 alafu utapiga tena. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu hapa ambaye anaganda mwili wake pande moja. Na umeenda hospitali, wanakuangalia wanaona hakuna kitu, lakini wewe unajua something is very wrong with the one side of your body. Na ni hii yote ya right. Ni nani huyo? Inua mkono wako mahali ulipo. Kwa sababu Bwana anasema ibada hii kabla hujatoka pale utakuwa completely healed. Utapona kabisa. Nimeona kwenye spirit world, nimeona mtu ambaye alifukuzwa kwao nyumbani na watu wao. Lakini ulikuja hapa JCM ukaona kama umepata wazazi, umepata watu wazuri na umekuwa ukiombea hiyo family sana. But they hate you, they don't like you. Na Bwana ameniambia utapigiwa simu leo hii. Ni nani huyo? Ninataka kuona mkono. Ni nani huyo mkono? Leo Bwana amesema leo ndio utasikia ripoti. A change has come. A change has come and healing will be found. Leo anointing itashuka hapa. Are you ready to be anointed? Inua mikono yako.